Hello guys, it's Njux again with another guitar lesson. So in our previous lessons we learned about different parts of a guitar, the first thing to do once before you even start playing, and I left out something, and you're supposed to hold your guitar. So this lesson is all about how you're supposed to hold your guitar. And in this case, I'm talking about an acoustic guitar. But najua hata electric guitar, if you are playing it seated, unaweza tumia the same principles kuishika yani. So unafaa kushika gitaa yako hivi, unaiekelea kwa lap yako ama kwa mapaja, and then your right hand is supposed to be rested on the top of the box hapa hivi juu, so ina rest vizuri pale. And then hii gitaa inafaa kuwa vertical. Usilalishe gitaa hivi ukitaka kucheza, sawa? It's supposed to be vertical. I know it will be a little bit tricky for the beginners because unataka kuangalia venye unacheza hapa hivi, but hakikisha try as much as possible kuiweka ikiwa vertical, which is because this is the natural position. So ukiplace mkono hivi, so si unajua hii mkono ndio ya kustrum. Okay, si ati unajua, wacha nikwambie mimi ndiye nakufundisha. Hii ndio mkono ya kustrum ama ya kucheza hapa hivi, hapa kwa hii ndio inacheza. Now we move on to the other hand, which is the left hand. Na sasa hii ni mkono yenyewe ushika strings on the other end. Maybe unacheza chords zako ama unacheza lead ama solo. So hii mkono nayo, how are you supposed to place it? Ama utaiweka aje ndio uweze kucheza gitaa vizuri? So hii mkono inafaa kuwa pia kwa natural position yake, which means haifai kuwa umeweka hivi ama umeileta kwa mwili. Inafaa kuwa venye una feel ukiwa relaxed. So hii mkono inafaa kuwa relaxed. So na ikiwa relaxed inamaanisha utaweza kumove mkono yako effortlessly. Sijui kama nimeisema vizuri, but you understand. Now, I hope you understand. So, ukisha place mkono yako, usiweke kwa mwili na usiweke nje, ikuwe natural, ndio ushikilie gitaa yako hapa vizuri. Sawa? I hope now we can be able to hold our guitar in the right way. Now, hii mkono nayo utahakikishaje umeshika nayo gitaa vizuri? So you're supposed to ensure that hii mkono si yenyewe ina support gitaa isianguke. Hii mkono iko na responsibility yake. Ile mkono yenye inafaa kuhakikisha gitaa haijaanguka ni hii, na venye umeiekelea hapa hivi kwa lap. So ukiweka gitaa yako vizuri hivi, si unaona inaanguka ikienda hivi, unaweza feel tempted kuishikilia na hii mkono isiende. Hii mkono iko na role yake na inafaa kuwa free ndio uweze kumove hizi chords. Of course utapata unaishikilia kidogo, but hii haifai kutake your responsibility ile kubwa. So hii mkono ukiekelea hapa, unapata gitaa yako ina balance. Inafaa kubalance. Na so ukisikia umeirestisha sana, ndio unasikia inaenda. So ndio isiende, unafaa kuwa aje? So tutarudi pale, ukiekelea gitaa yako hivi kwa lap, hakikisha imekaribia mwili kabisa. Sawa? Ndio uweze kuwekelea mkono yako. So hii gitaa inafaa kuwa kwa mwili. Tena usijifinye sana, but it's supposed to be as closest to you as possible. Juu ukiweka mbali, kuna venye hauta feel comfortable. So place it as closest to you as possible. So gitaa yako umeibalance vizuri kwa lap yako. Hii mkono nayo unafaa kujua venye unafaa kuiweka. Ukianzia utajipata una play chords
unacheza your favorite songs, maybe pop songs ama hizi nyimbo zetu za Kenya, watu wa Mogidhi pia, itakuwa hii mkono lazima iweze kumove hapa hivi. So kitu ya kwanza unafaa kujua pia, hii kidole inafaa kuwa nyuma ya neck ya gitaa. Tulisema hii part inaitwa neck. So hapa hivi nyuma, hii kidole hata most of the time haifai kuonekana. So tuanzie hivyo isionekane, ndio hii mkono saa tena ikuwe free. Ni kama umeisupport na hii kidole, si unaona? So juu nimesema haifai kuonekana, tena isikuwe saa tena nilisema ati haifai kuonekana. At some point tutapata inaonekana. Sasa unaona yangu ni mrefu, so hakuna venye nitacheza bila kuoneshana mkono, hata kama nataka kucheza vizuri aje. Utapata mkono yangu inaonekana, ndio ni feel nikiwa comfortable kucheza. So hii mkono ikuwe free, sawa? And I think with that now you can be able to maybe learn something else that sounds musical. Okay, so in our next lesson I think I'll be teaching you a number of chords that you can use to play even 100 songs with just maybe 4 chords. Sawa? So be ready for that. Hi, welcome back, and it's time to learn something musical now. Hata kama ni vitu mingi sana tumeruka hapo katikati, most of which itakuwa nikizitaja as we continue with our lessons. So I want us to learn some few chords. We are going to learn 4 chords. And before we continue, what is a chord? A chord is a group of notes. So when you play more than one note together, of course hizo notes zinafaa kuwa na a relationship. Unacheza chord. So in this case inamaanisha utakuwa na play, unawekelea vidole zako in more than one position. Your different fingers zitakuwa zina play in different positions to make a chord or to play a chord. So hizi chords ni gani? Nitakuwa nawafundisha chord G, chord C, chord D and chord E minor. Okay? Najua amjesikia nikisema kitu ingine, kuna yenye nimeita minor, it means hizo zingine ni major. So don't feel confused, and that's why nasema kuna vitu mingi nimeruka hapo katikati. So for now usiulize major na minor ni nini, but just know there are major chords and minor chords. In this case we are learning 3 major chords and 1 minor chord. So before tuendelee, juu najua maybe haujui kushika chords, tutakuwa tukitumia hizi fingers. So itakuwa thumb, itakuwa the first finger, the middle finger, ring finger and the pinky. But pia unaweza ziita finger 1, finger 2, finger 3, finger 4 and then thumb. So itakuwa vizuri sana kamera ikikaribia hapa kwa hii position, ndio tujue how we are supposed to place our fingers to play those 4 chords. Okay? And probably
tutaweza, utasikia ni wimbo gani yenye unaweza cheza ukitumia hiyo chord. Sawa? So let's move. With our guitar well placed on the lap and our arm well rested on top of the guitar, we can now place our fingers, our left hand fingers kwa fretboard ndio tuweze kujua hizo chords.